Naitwa Restuta James. Mimi ni mkazi wa Rwamishenye Kamizirente. Ninaishi humu, nimeishi kipindi cha miaka kama 13 hivi. Nipo na watoto wangu. Baadaye ndo tukanunua kaka kiwanja. Wakati tunajiandaa kujenga wameweka msingi. Bahati mbaya ya kwanza, mtoto wangu mwingine wa kwanza alikuwa mwenyekiti wa vijana kata Rwamishenye. Akaondoka mwaka 2021 mwezi wa 12 na mwenyewe akafariki. Kwa hiyo nikakaa kipindi hicho chote nikiwa na majonzi, lakini nikabakia na watoto wangu wawili, wakawa wananifariji, wakasema mama, uwe na amani, sisi tuliobaki tupo. Ndo Dorosera huyo aliyeuawa, Dorosera Adolfu, na mwingine mdogo kabisa wa mwisho Datius Rwegasira. Tukakaa baada ya mwaka juzi 2023-24 ndo akasema sasa hapa mama, hapa angalau tuinua kachumba kamoja uwemo. Baadaye tuanze kufanyaje, kutafuta polepole tukujengee nyumba upate sehemu nzuri ya kufanyaje ya kuishi. Kwa hiyo ndo akajenga hako kachumba kamoja, nikawa naishi humo na wajukuu wangu, watoto wake Doro, maana ameacha watoto 3 wa kike na kajuku kangu kengine kamoja ka Datius. Kwa hiyo nikakaa hivyo, nikawa natoka hapa naenda barabarani natafuta 100, 200, naenda kulima hivyo hivyo na wanangu. Huyu Datius akaenda akasema mama, acha nibadilishe mazingira naende kutafutia sehemu kwingine, maana yeye kazi yake ni mpambaji. Akawa ameenda. Nikakaa, tukakaa vizuri na mwanangu. Ndio hivyo tarehe 4 tulikuwa wote pale barabarani tunatafuta 100, 200. Muda wa saa 3:30 usiku tukaagana. Yeye akaenda, alikuwa amehamia kule juu Kibeta, mimi nikarudi. Nikafika hapa tukala na wanangu tukalala. Ile saa 11:30 alipofika, sisi tulikuwa na tabia, mtu anapofika anamuuliza mwenzake umeshafika? Yeye akanipigia simu, mama umefika? Namwambia nipo nakula, na yeye akaniambia yupo anakula. Ndio neno lake la mwisho la mwanangu, sikupata neno lake lingine. Nikalala ile saa 11:30, saa 11 kamili ndo nikapigiwa simu, mama uamke. Nikauliza kuna nini? Na ninapigiwa mtu kutoka Kyakairabwa. Ananiambia mama umelala, uamke. Kuna nini? Akasema kuna tatizo. Nikazani watoto wake wamefanyaje, wanaumwa. Nikaamka. Baadaye nikaenda nje nikasikia kama tumbo linauma. Nikaenda nje, natoka nje nafika hapa nikakutana na Katibu Kennedy, Katibu Hamasa na vijana wengine sikuwatambua, walikuwa ni kama vijana 5 au 6. Nikawauliza kuna nini? Wakaniambia mama, hapana, ila cha kufanya ujiandae uvae. Tunaenda government Doro, amepata matatizo. Nikauliza tatizo gani? Wakasema amegombana na mtu, amemchoma kisu. Nikawauliza, mbona mwanangu aendagi usiku? Mbona sio mnywaji wa pombe? Akasema we, hapo nikasikia kama nguvu zimeniishia, nikaanguka chini, wakaniamsha. Nikakaa, wakasema mama ujikaze. Na huyo aliyenipigia simu wa Kyakairabwa, mtoto wa dada yangu, akawa anafika hapa na pikipiki, akasema mama jikaze twende government. Nikamwambia niambie ukweli kama yuko hai au ameisha kufa. Akasema hapana mama yuko hai. Kwa hiyo ndo nikavaa, wakaniweka kwenye pikipiki, wakanipeleka polisi. Polisi wakatuambia twende government, lakini wao walikuwa wameshajua kwamba wamemuua. Kaenda government hayupo. Ndio ile saa 12:30 wananipeleka mochwari, na mkuta mwanangu, wakanizuia nisiingie ndani kumuona Doro. Ndio mara yangu ya mwisho kumuona mwanangu tarehe 5. Nilimuona tarehe 4 mwezi wa 9, tarehe 5 nilimkuta mochwari. Sina neno aliloniambia, hajaniambia mama nimeuawa kwa sababu hii au nimefanya hili. Hajaniaga wala tujambizana kitu chochote. Basi ndo msiba. Tukaja hapa, tukaendeleza msiba tangia tarehe 5, tarehe 6, tarehe 7, tarehe 8, tarehe 7 tukamtoa mochwari akalala hapa. Tarehe 8 ndo tukampeleka kijijini, nikamzika mwanangu nikarudi. Hapo walikuwa kwenye maandalizi ndo haya mnayoyaona. Nawashukuru sana vijana wote. Kwanza kabisa namshukuru Imani. Ndiye aliyefika mochwari akiwa mtu wa kwanza ile saa 1 kasoro. Anamtafuta dada yake amuoni.
ukaendelea hivyo hivyo hadi mpaka wa leo. Lakini nawashukuru vijana wajanitupa, wanakujaga wananiangalia, wanasema mama ujikaze, sisi tupo pamoja nawe. Ndio maana wakamleta hata katibu, wakaangalia mazingira jinsi alivyo, akasema mama, hatuna jinsi ya kufanya, sisi tuko karibu nawe, tuko pamoja nawe, tutaendelea kukufariji. Hatuna cha kukupa kwa sasa hivi. Tunachotaka kukupa ni kutafutia sehemu ya kulala ili na wewe ukalala vizuri na wajukuu wako. Kwa hiyo ndipo walipotoka hapa wakaendelea na hamasa zao. Namshukuru katibu, namshukuru Imani na kamati yake na Soso, na washukuru vijana wote na wadau wote wanaoendelea kujitoa. Kipekee namshukuru mbunge, amejitoa matofali 300 na wanaochangia mfuko wa simenti, misumari, kila kitu ambacho mtu anachangia anapokitoa, Mungu azidi kumzidishia 100, yani zaidi ya mara 100, kwa sababu mtu anatoa kwa moyo wake, hajakabwa, hajawekewa hapo kamba, anajitoa kwa moyo. Na ninaendelea kuwaomba, niendelee kuniombea na mimi niwe na moyo. Yani vimeishia